Umekaa hivi, si ndio? Ukienda hospitali unapewa dawa. Ile dawa itakuja itashika hivi, si ndio? Ule ugonjwa uko hapa katikati. Sawa? Baada ya hapo ule ugonjwa usipo hapa katikati, unapambana kutoa hii dawa ya nje ili uendelee kufanya kazi. Si ndio? Kwa akija bakteria wale rafiki wataongezeka huko nje. Kwa huku ndani bado kuna rafiki, baadaye wataungana. Kuja umeshika kwenye mwili wako, si ndio? Ule ugonjwa utaenda kutafuta mwili hapa, patajikunja, patakuwa pana kidonda. Baada hapo tutatoa huyu bakteria atatoka, si ndio? Baada hapo tutakulisha. Tunakulishaje? Tunakulisha zile dawa zikifika hapa panarudi pananyoka hivi. Kwa wale bakteria wengine wakifika wanagonga mwamba, wanarudi nje, wanatolewa. Kwa uwezo ukapata tena magonjwa, seli zako zinazalishwa upya, unaendelea kuwa bora, kuwa imara, mwenye furaha. Hivi ukipona leo, kwa nini utakuwa huna furaha? Ndio ninachomaanisha kwamba tunarudisha utamaduni wa asilia. Ndio maana watu tunasisitiza watu kutembea pekupeku. Ni kweli tunapewa viatu, lakini hivyo viatu vimetengenezwa na nini? Ndio maana tunapenda kuwaelimisha, jamani, mje mfanye massage wenyewe nyumbani, mkikaa mnafanya massage. Sawa? Kwa hiyo afya yako ni wewe. Chochote kitamu unachokitumia saizi, baadaye kitakuwa kina madhara. Uzazi wa mpango ni mtamu, upati mimba kama binti anakuheshimisha mama, hajapata mtoto akiwa nyumbani. Lakini akishaenda kwenye ndoa yake hawezi kuzaa tena. Sijasema kwamba ukitumia uzazi wa mpango unakuwa tasa. Nasema hivi, ukitumia uzazi wa mpango unakusaidia kupata heshima, lakini kadri ambavyo unazidi kuendelea ndipo unavyozidi kukuharibu ndani. Akienda kule kuolewa tayari wewe huwezi kupata mjukuu mpaka apate matibabu. Alitumia pitu ya 1500 au 2000, lakini matibabu anakuja kutazama kutumia 750,000. Au anaenda kufanyiwa upasuaji, anaondolewa kizazi kabisa. Amepata nini? Sio, umeelewa hapo?